بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalan naihusia nafsi yangu na kuhusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tuendelea na nasaha zetu za masiku 10 haya ya mfungo tatu, ikiwa tumeeleza katika nasaha iliyopita ubora wa masiku 10 ambayo kwamba tuko nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwa amali ndani yake ni bora na thawabu zake ni kubwa kuliko masiku mengine. Tukakuta kuwa masiku kama haya ni masiku ambayo kwamba natakana tukithirisha ibada ndani yake, na kuna ibada maalum ama ibada ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezigusia ama ametuonesha kuwa ni wenye kuzikithirisha. Tutataja ibada kama hizo moja au mbili ili tuweze kujipamba nazo, ili tuweze kuyapata haya masiku 10 na kuupata ule ubora. Sababu hatutopata ubora kwa kuwa tutu katika masiku 10, bali ubora tutaupata kwa kuweza kupatiliza kwa ibadati. Miongoni mwa ibada ambazo kwamba zimepokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake ni kukithirisha kuleta zikri katika masiku kama haya, ikiwemo takbiri, ikiwemo tahlili, ikiwemo tasbihi, ikiwemo tahmid, yani kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja kutoka kwa Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Mwenyezi Mungu amrahamu, katika Madarijus Salikin, aeleza miongoni mwa amali ambazo kwamba zitakana kithirishwe katika masiku kama haya ni takbir, kuleta takbir, kama ilivyokuwa kwa Ibn Umar, alikuwa akienda masokoni akitoa takbir na watu wakiitikia pamoja naye. Vile vile tahlil, watu wakithirisha kuleta la ilaha illa Allah, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jaddidu imanakum bila qawli la ilaha illa Allah, au kama qala alayhi salam, fanyeni upya imani zenu kwa kusema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo ndio wakati wake ambao tunatakana tukithirishe kuleta tahlil kwa kusema la ilaha illa Allah. Vile vile tahmid, kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillah kila wakati, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa neema ya masiku kama haya na kuweza pia kutuwafikia katika wenye kufanya ibada. Na miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanatakikana Muislamu ayakithirishe katika miezi kama haya, katika masiku 10 kama haya, ni jambo la saum. Imepokea kwa Hafsa radhiallahu anha qalat, Ummul Mu'minin Hafsa sema mambo manne alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hayati: saumu ya Ashura na saumu ya masiku 10 ya haya ya mfungo tatu, ambapo kwamba ni siku 9, ya 10 ni siku ya Idi. Lakini utakuta katika wanazuoni ama hadithi kija na kuja masiku 10, sababu ile siku pia ya 10 tunaamka na saumu mpaka tumalize kusali ndio tunakula. Miongoni mwa sunna za Idi ya Adha ni usile kitu mpaka baada ya swala. Kwa hiyo ndio utakuta sana inakuja masiku 10, lakini ni yale masiku 9 ambao kwamba tunatakana tuwe ni wenye kuyafunga. Asema Hafsa, Mtume alikuwa haati saumu ya Ashura na haya masiku 10 na siku 3 katika kila mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haati ayyamul bid na rakaa 2 kabla al-ghadat. Mambo kama haya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akithirisha, miongoni mwao ni saumu hini ya masiku kama haya. Na vile vile imepokewa kwa Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hakuna siku ambayo kwamba amali ni bora kwa Mwenyezi Mungu au zinapata idadi ya thawabu nyingi kuliko masiku haya 10. Inakuwa sawa saumu ya siku kama saumu ya mwaka. Sema yaadilu saumu kullu yawmin minha bisiyami sana, inakuwa sawa saumu ya siku moja. Lau ukafunga siku moja katika hizo siku 9, inakuwa sawa na siyami sanatin kamila, inakuwa sawa kama uliofunga mwaka kamili. Ambapo Ramadhani ukifunga siku moja kama uliofunga siku
10. Ndio tukaambiwa na Mtume katika hadithi kwamba mtu akimaliza Ramadhani kisha akafuatisha na 6 ni kama alofunga mwaka mzima. Ramadhani siku 30 kisha uongeze na zile siku 6 ndio upate mwaka mzima. Lakini saumu moja katika na siku 10 kama haya tayari unaandikiwa ni saumu ya mwaka. Akaendelea kusema wa qiyamu kullu laylatin minha biqiyami laylatil qadr, na kisimamo cha usiku kusali sala za usiku katika siku moja hii siku 10 ni kama mtu alosimama Lailatul Qadr. Kwa hiyo Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Kwa kila ukisimama unaandikiwa ibada ambayo kwamba khairun min alfi shahr kwa siku zote 10. Kwa hiyo na maana kwa mwaka mmoja umepata Lailatul Qadr thawabu, umepata thawabu za Lailatul Qadr 11 kwa kila mwaka. Hii ni fursa ambayo kwamba inatakikana ndugu zangu Waislamu tuweze kuifanyia bidii. Na kusimama usiku sio lazima kusimama usiku mzima au kuleta tasbihi, si kwamba wewe uache kazi zako unaendelea na kazi zako huko unamsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiku unaamka unasali tu tahajjud yako raka 4 basi, ama unasali witri, sababu sala yoyote inayopatikana baada ya faradhi ya isha katika usiku inahesabiwa ni qiyamul layl. Kwa hiyo si lazima watu waamke uende matahajjud msikitini, pale pale nyumbani umaliza isha unasali witri yako tayari ushahesabiwa umesimama qiyamul layl. Ama umeamka usiku umepiga raka zako 3 za witri ambapo kwamba 2 ni qiyamul layl, 1 ni witri, ama umeamua kusali 5 au kasara raka 3 na raka 4 za tahajjud au 2, itakuwa tayari wewe ushaandikiwa umeingia katika watu waliofanya qiyamul layl, na unaandikiwa qiyamul layl kama ile ni kama ambapo kwamba umesimama katika usiku wa Lailatul Qadr. Hii ni fursa ambayo kwamba itakana tuipatilize ili tunapomaliza masiku kama haya basi na sisi tumefaidika nayo. Lakini leo tutakaa basi na kufanya chochote, masiku yatapita kila miaka, lakini tukienda kwa Mwenyezi Mungu itakuwa hatuna chochote ambacho kwamba tumetanguliza, na itakuwa ni majuto makubwa mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Wa salamu alaykum wal afwa minkum wa sa'adallahu awqatakum.